Viongozi wa dini tumeazimia kuendelea kuhubiri amani, utulivu na upendo katika nyumba za ibada na kwenye jamii kwa ujumla. Tunawahimiza Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kupiga kura kwa amani, na baada ya kupiga kura warejee nyumbani kwa utulivu kusubiri matokeo. Viongozi wa dini tumeazimia kuendelea kuhamasisha waumini wetu kushiriki uchaguzi na kumpigia kura kiongozi anayestahili, mwenye hekima na atakayelitumikia taifa kwa amani. Tunakubaliana kwa pamoja kuendeleza juhudi za kudumisha amani, upendo na mshikamano wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi mkuu. Tumeazimia kwamba viongozi wa dini hatupaswi kwa namna yoyote kuhamasisha vurugu, bali tuwe chachu ya amani, upendo na umoja miongoni mwa Watanzania wote. Sisi hapa tayari ni mabalozi rasmi ya kuzidi kuendeleza kuhamasisha jamii zetu, ndugu zetu, majirani zetu umuhimu wa kuweza kuitunza amani. Hii kazi imeanza muda mrefu, mpaka sasa tunaendea mwisho, na serikali yenyewe imeona sasa kumbe sasa kuna wakati viongozi wa dini wana umuhimu sana kutumia mimbari zao, kutumia makanisa yao, masinagogi yao kuhakikisha amani inadumu. Bila ya amani hakuna maisha. Leo tuko hapa ndugu zangu wana kongamano, tuna furaha na amani, tunazungumza, tunabadilishana mawazo. Kuna watu wametoka Uliankuru, wamepanda mabasi, wameingia salama hapa, watu wametoka Igunga, Kaliua huko Nzega. Lakini nchi zingine shekhe, unaingia kwenye basi tu, safari inaishia hapo. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Sasa sisi tusikubali kama Watanzania, tusikubali kama Waislamu, tusikubali kama Wakristo kuingiza ikhtilafu baina ya sisi na sisi kupitia vyama vyetu vya kisiasa kuliingiza taifa katika maangamizi. Hatukubali. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, mwandishi anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu